Kuna sectors nyingi sana ambazo physiotherapist anaweza kaajiriwa. Pia kwenye makampuni unaweza kuwa unatoa ushauri kwenye ergonomics, namna ya kukaa, namna ya kupunguza maumivu, namna ya kutumia kompyuta, unaweza kuwa unatoa ushauri namna hiyo. Unaweza kuwa unafanya kazi kwenye makampuni labda tuseme ya mining au wanaofanya wanaochimba migodi, pia wanaweza kukuchukua wewe ukawa physiotherapist wa watu wao kwenye migodini. Lakini wakati nipo South Africa nimegundua kwamba kuna a lot of areas ambazo sisi tuna lag behind. Mfano physiotherapy in pelvic health, sana sana in women health, na wengine sasa hivi wamekuwa physiotherapists in pelvic health sana sana kwa wanaume pia wapo. Then kuna physiotherapists ambao wamefocus kwenye urology, sana sana ni ya watoto, wanasomea urodynamics. Unaweza ukafocus kwenye respiratory health peke yake, yani uko unafanya tu respiratory. Au wewe ukawa ni physiotherapist wa wazee, geriatrics, ukawa umefocus hapo tu kwa ajili ya wazee. Au ukaamua kufocus kwenye neurology, musculoskeletal, au women health, au men health, yani wewe ukachagua sekta yako peke yako. Lakini pia kuna namna ambavyo sisi tunaweza tukajifunza, yani kadri inavyoendelea kukua na sisi tunaendelea kujifunza kwa kutumia AI na technology. Kwa hivyo vitu tunaweza tukavitumia tukajaribu kuboresha kadri yetu na ikazidi kukua na watu wakaitambua kwamba sisi tunafanya kitu gani. Asante. Physio, first of all, physio kwangu mimi is the one of the best profession you can ever pursue. Alafu wajua mentality za watu wengi sasa, tukiwa mashuleni kama hivi, unaweza kukwambia kwamba physio maybe haina hela, unapoteza muda na so forth. Ila physio kwanza ina hela nyingi sana, yani hauziwezi, ukizitaka hauziwezi. Ni wewe tu na nguvu zako. Kama uko vizuri, pesa ziko nyingi sana as a physiotherapy. Kwa hiyo kwangu mimi kwa sababu mimi nimefanya kazi sehemu nyingi sana, lakini sehemu ambayo nimeipenda zaidi ni kwenye sports, as a sports physiotherapist. Kwenye sports physio inakuwa as the main medical profession, kwa sababu physio kwenye sport ndio huwa anafanya vitu vingi sana kuliko professional nyingine yoyote. Kwa mfano kwenye sports ukianzia juu unaweza kuta kuna head coach, kuna fitness coach, then kuna physiotherapist, alafu kuna nutritionist, kuna watu wengi hapo chini. Ila hao wote wawili wa juu, kwa mfano coach na fitness coach, wewe as a physiotherapist ndo una monitor hao wawili kwa sababu ya sayansi ya sports. Wewe ndio inabidi uwe unawamonitor hao wawili ili muweze kutengeneza best performance ya wachezaji. So physiotherapy inaenda kuwa professional ambayo inategemewa kwenye kila sekta, sio tu kwenye michezo, kila sekta, yani kwenye medical, kila department ita depend on physiotherapy. Kwa hiyo huko tunapoelekea mbele, physiotherapy inakuja kuwa ni profession ambayo inategemewa na profession ambayo haitatosha, yani watu hatutatosha. Sinaeleweka hapo? Yes. Kwa hiyo chief, physio inakuja kuwa physio professional kubwa sana, inayotegemewa sana, na dunia yetu na jinsi inavyozidi kupanda juu, physiotherapy ndio inazidi kupanda kutokana na maisha yanavyobadilika, teknolojia inavyobadilika. Physiotherapy inakuja kuwa professional moja kubwa sana.